wakati ambapo walikuwa katika ile kijiji ambayo ilikuwa inaitwa Goshen, miaka 1430 ilipofika, ni kwa sababu ilikuwa ahadi ambayo Mungu alikuwa amempatia Israeli ya kwamba baada ya miaka 430 Mungu atawatoa katika utumwa. Na kutoka hapo walipowatoa, walizidi kuona mapenzi ya Mungu, matendo ya Mungu na miujiza ya Mungu. Wakaandamana pamoja na Jehova, na hata zile mapigo ambazo Mungu alipiga wa Farao pia walikuwa wakiona matendo ya Mungu. Lakini hawa wana hawakuweza kumwamini Mungu. Matiahotire gwĩtĩkia Ngai ona monete mawĩko mauma Ngai. Makiona Ngai akĩmaurĩria mana tambura thĩinĩ wa kũrĩa werũ-inĩ. Makiona Musa akĩringa ihiga na rĩkiuma maĩ. Makiona Ngai akĩmaikũrũkĩria nyoni marĩe nyama. No handũ ha gwĩtĩkia Ngai, walifanya yale ambayo yalionekana kuwa chukizo mbele ya macho ya Bwana. Haleluya. Naona Daudi wa Chris amefika. Yeye ndiye atatuongoza katika kipindi cha kuitisha hizo pesa ambazo ni za kujenga. Mpigieni makofi mazuri jameni, na apewe kiti. Amen. Haleluya. Tuko pamoja. Wapeni kiti tafadhali. Ameingia na beautiful wife wake hapo, simpigie makofi pia na yeye jamani. Maiko kanyamuga kaduke gashanura hanini, gashanure hanini. Nenda kuigwa tuta. Aigwa nende karade memero. Yes, na usichukue sana tena isituchomee vile mnasemanga. Tena tuone vibaya. Lakini maandiko inasema ya kwamba walipofika katika jangwa, Mungu akawafanyia miujiza. Haleluya. Mungu akawafanyia miujiza ya hali ya juu. Wakaona Mungu akiwatembelea, makionaga yakimatogoria na gĩtugĩ kĩa mwaki hamwe na itu. No handũ ha gwĩtĩkia Ngai, wakachagua kufanya yaliyo maovu mbele za Bwana. Wakafika mahali mpaka wakasema warudishwe Misri. Na maandiko yanasema ya kwamba Musa alipowaletea zile mathaniko mihendere ya mareheire, athi kũgeria na Ngai kĩrĩma-inĩ, agĩkora macongete njao, macongete gĩcao, ambayo maandiko yanasema ya kwamba wakatoa vitu zao, makiruta irengeri ciao cia moko, tambete no tikirite haha, irengeri ciao cia moko cia dhahabu, magĩtwekia, magĩthondeka gĩcao, magĩkĩgoca. Nayo maandiko yanasema ya kwamba Mungu akakasirika, akawamwagia nyoka, nyoka zikawauma. Mungu alipoenda kuwauliza, Musa athire gũtuĩria ũhoro mbere-inĩ ya Ngai, egwĩka atĩa? Jehova akĩmwĩra, thondeka nyoka, tengeneza nyoka wa shaba. Na huyo nyoka itakuwa ya kwamba utakapomuinua juu, mtu akiumwa na huyu nyoka mdogo, akitazama yule nyoka mkubwa ambaye ameangikwa kwa mti, anapata uponyaji. Bwana Yesu asifiwe. Wakaumwa, lakini walipotazama yule nyoka ambaye aliinuliwa na Musa, wakapata kupona. Siku ya leo yule nyoka namfananisha na Bwana Yesu. Yule ambaye alikufa ni kwa ajili yetu. Nimemwambia ya kwamba Yesu Kristo alipokuja hapa duniani, hakukuwa amekosa kitu mbinguni. Maana alikuwa anaabudiwa kama Mungu, alikuwa anainuliwa kama Mungu. Wazee 24 walikuwa wanaanguka mbele zake wakisema, mtakatifu mtakatifu ni wewe. Wanyama 4 walio hai walikuwa wanainama mbele zake wakisema, mtakatifu mtakatifu ni wewe. Malaika walimuinua mbinguni. Ni kwa sababu 100% alikuwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Yesu si alikuwa nusu mwanadamu na nusu Mungu. 100% alikuwa Mungu. Lakini Yesu akaweka hiyo kuinuliwa yote chini, akaweka hiyo kutambuliwa yote chini, akafanya hayo mambo yote akiwa na nia moja ya kukuja ili akaweza kubeba shida zetu na matatizo yetu. Bwana Yesu asifiwe.
Nimewambia ya kwamba Bwana Yesu hakukuja hapa kufanya muujiza. Pastor, Jesu ndokete guku nigetha aringe ciama. Aringaga ciama ni tondu andu ni maregaga kumuitikia. Wengine hawakumwamini. Ona riria ariukagia kairetu ka Jairo matiamwitikirie. Akionia kirende na thamaki ithano na migate iri. Ndekaga uguo ni tondu niguokite gwika. Ekaga uguo ni tondu andu matiamwitikagia. Sometimes hata katika makanisa ambayo tunaishi ndio unaona ya kwamba sarakasi zimejaa mpaka kwa makanisa, kwa sababu watu wamekataa kumwamini Mungu. So sasa inabidi wahubiri wafanye sarakasi ndio muamini ya kwamba kuna Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio muamini ya kwamba kuna Yesu. Sasa inabidi wahubiri wafanye sarakasi. Lakini Bwana Yesu hakufanya sarakasi, alihubiri injili ambayo inafaa, alifanya miujiza ambayo inafaa. Lakini kukuja kwake, malengo yake kukuja hapa duniani, hakukuja ni kwa sababu ya kufanya muujiza. Hakukuwa amekuja ni kwa sababu ya kumuirua Lazaro. Hakukuwa amekuja ni kwa sababu ya kufanya Batimayo aone. Lakini alifanya Batimayo aone, ndipo watu ambao walikuwa wamemzunguka wakaweza kumuamini. Lakini lengo yake alikuja ili akaweza kupatana na mahitaji yetu. Okire nigetha tugie muoyo na tugie naguo kuna. Ero ciongi okire nigetha tugie muoyo na tugie naguo kuna. Hallelujah. Yesu ndiye aliyeinuliwa siku ya leo. Yesu ndio muujiza mkubwa ambao umewahi kufanyika hapa duniani. Bwana Yesu asifiwe. Watu wanasemanga, wale ambao wanapenda mpira wanasemanga Cristiano Ronaldo ako na kipawa kubwa sana. Wanafikiria huo ndio muujiza ambao ni mkubwa umewahi kufanyika hapa duniani. Bwana Yesu asifiwe. Wale ambao wanafuatanga mambo hii ya michezo ya ngumi, napenda michezo ya ngumi. Kuna jamaa alikuwa anaitangwa Muhammad Ali. Maandiko si maandiko. Hallelujah. Muhammad Ali amehesabiwa katikati ya watu ambao watano ambao wako na sifa sana katika ulimwengu. Watu wa dunia wanasemanga ya kwamba huo ndio muujiza mkubwa ambao umewahi kufanyika hapa duniani. Bwana Yesu asifiwe. Wengine walikuwa wamehesabiwa katika hiyo, ni msanii alikuwa anaitwa Michael Jackson. Katika miaka 100 inaitwa nini? Na Kiswahili ni karne. Mbona nini? Ongeeni Kiswahili. Ni karne. Karne moja. Katikati ya wasanii ambao wameimba miaka 100 kutoka hapa, hakuna msanii ambaye amewahi kufanya mambo kubwa kama Michael Jackson. Sasa watu wanasema labda huo ndio muujiza. Kuzaliwa kwa Michael Jackson, watu wanafikiria huo ndio muujiza mkubwa ambao umewahi fanyika hapa duniani. Kuna mtu mwingine anaitwa Obama. Katika historia ya Amerika, hakujawahi kuwa na presidenti mweusi. Na yeye anahesabiwa katikati ya wale watu watano ambao wamewahi kuwa na sifa kubwa. Wakati ambapo waliingia katika mamlaka, watu walisema huo ni muujiza ambao ni mkubwa uliwahi kufanyika hapa duniani. Lakini muujiza mkubwa ambao umewahi kufanyika hapa ni kwa Bwana Yesu kufikisha miguu yake katika ulimwengu huu. Bwana Yesu ndio muujiza mkubwa ambao umewahi kufanyika hapa duniani. Kutoka wakati ambapo mbingu ilitengenezwa, muujiza ambao umewahi fanyika hapa mkubwa ni kuzaliwa kwa Bwana Yesu. Maana Bwana Yesu alipozaliwa, alipoangikwa msalabani, tuliweza kupokea muujiza wetu, tuliweza kupokea uponyaji wetu katika jina la Yesu Kristo. Sema amen. Siku ya leo, wewe ambao umekuja na hitaji mbele za Bwana, sitakwambia mambo mingi, lakini nitakwambia uinue macho yako. Ambia mwenzako inua macho yako. Haleluya. Mwambie inua macho yako. Mwambie inua macho yako, mtazamie Jehova, mtazamie Yesu aliyeangikwa msalabani, na mambo yako yatakuwa shwari. Bwana Yesu asifiwe. Tigane mundu tanie kwihoka Ngai ingiriko.
Ingiugaga atia tiga ni Jesu kwa ito ni kire giothe ndina rio ni ritwa riu ria demo icio ritwa ria demo icio ithano J E S U S nirio rĩngwĩte ũndariĩ gĩthomo tũtiarĩ tũmĩte bamĩrĩ-inĩ thĩni twahũraga mabuti ndokĩraga thaa 10 cia ũtukũ ngaruga ngima hĩndĩ ũrathiĩ gũtua mĩtĩ ĩho kũrĩa gĩthaka-inĩ ĩrĩa twatũraga posti na mũrigo ũrĩa naigua njũkĩrire thaa 10 ndokĩra thaa 10 ndathiĩ gĩthaka na ithanwa ndatema mũtĩ ndawatura ndaũconga na gĩkĩngĩ kĩmwe ngũthiĩ kwendia ciringi 30 kĩrĩa kĩa goro na hĩndĩ ĩngĩ iria nyingĩ ingĩkua nĩ ikĩngĩ ithano. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa ninaangalia maisha yangu mbele, ninaona ni giza. Nikiangalia nyuma ninaona ni giza. Ninaenda mlimani, nina fast siku 7. Kuna siku moja nilienda mlimani bila hata ndururu ya fare, sikukuwa na fare, lakini nikaambia Mungu nikifika tu mlimani niombe, najua hata fare uta provide. Sijui kama mnajua Nakuru place inaitwa Mizipa. Nani anajua Mizipa? Nani amewahi kwenda Mizipa? Hiyo Mizipa inanijua. Nimefasti huko nikitafuta Mungu. Ninaandika makaratasi, ninaiwacha kwa mawe. Tuliele kondo mahigaine kondo kwenda itora igaga ambaye ndio noko hoyo rahoya. Todo twaliga kwa maisha maitu tukaumerera ko. Githomo tutire. Hallelujah. Githomo tutire nakio. Tutire na kovi. Tutumite family-inĩ cia andũ atongu. Twaliga gwa tugeka atia. No reke ngwĩre nĩ kũrĩ Jesu. Nĩ kũrĩ Ngai matu-inĩ. Hallelujah. Ambia mwenzako thank you God for Jesus. Mwambie thank you God for Jesus. Hallelujah. Asante Mungu kwa Bwana Yesu. Shida ambayo tumepatana nayo tumekula ni shida kubwa. Kama sio damu ya Yesu imetutengeneza hivi siku ya leo. Nikiojugaga kwa Yesu dikauma. Danahorerwo gũkũ. Na ũrathiĩ ndanagwo mageri-inĩ o gũkũ. No njugaga kaba Mwathani ahore. Ajoketie kwa Yesu. Kando akora adoretie naja. Hallelujah. Toko kwa mũndũ ũhana toguo ndahanaga mũthenya wa mũthĩ. Wĩikarĩte ya ũrori atĩrĩrĩ kaumerera kũ. Ndarora na gũkũ nĩ nduma. Ndarora kũrĩa nyumĩte no nduma. Ngwĩka atĩa? Ikinya rĩa gũthiĩ na mbere no kũnginyũkithia. Ndĩna kiugo gĩaku mũthenya wa ũmũthĩ. Jehova Ngai nĩegũgũkinyangithia. Hau ũrona no nĩ rĩrĩa kwĩna nduma ũgeragia gwetherera ikinya ũũ na kũgũrũ. Ũkarigwo rĩu harĩa ndĩrakinya hana atĩa. Ona ngĩkorwo na harĩa ũrakinya ta he no tenderũ. Jehova Ngai nĩegũtwarana nawe nginya gũkinyia mũciĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Yesu Kristo. Nakwambia kuna Mungu mbinguni siku ya leo ataandamana na wewe step by step, atapelekana na wewe step by step, akikufanya mambo mazuri. Ni kwa sababu Yesu ako msalabani, ni kwa ajili yako. Bwana Yesu asifiwe. Unajua sometimes life ni challenging. Uria guthiaga ti uria twendaga guthie. Gwekekaga maundu gukira magakira uria ithuĩ tũngĩenda gwĩka. Bwana Yesu asifiwe. Twabanga mibango ĩrĩa twabanga tiguo guthiaga. Life ni challenging. Lakini nikwambie siku ya leo, ama nikwambie mchana wa leo, Bwana Yesu ndiye aliyeinuliwa katika msalaba. Utakapoinua macho yako utapata msaada wako katika jina la Yesu Kristo. Sijui ni wangapi wamekuja siku ya leo na moyo wa kusema ya kwamba Jehova, nimekuinulia moyo wangu siku ya leo. Naomba ya kwamba maisha yangu yasikue kama zamani tena. Hallelujah. Tulipokuwa tukiomba mlimani, nilipoenda nikafunga siku 7 katika mlima huko Mizipa, sikuwa hata na fare. Yesu akaamurisha jamaa moja aniletee fare, mtu sijui.
after kufunga venye nimefungua nikamwambia Jehova, sasa nataka kwenda nyumbani. Akaamurisha mtu anijui, akakuja akanipatia pesa, akaniambia Mungu ameniambia nikupee hii pesa. Bwana Yesu asifiwe. Yesu Kristo ako na uwezo wa kukutumania hata na wewe siku ya leo. Atakutumania katika jina la Yesu. Ni kwa sababu yeye ndiye aliyeinuliwa kama yule nyoka wa shaba wa wakati wa Musa. Sijui ni jambo gani hilo ambalo unasikia katika moyo wako ya kwamba hauendelei mbele, ama unasikia ya kwamba kuna kitu ambacho kimekufunga. Bwana Yesu atakutumania siku ya leo. Haleluya. Inua mkono wako mwambie Jehova nitumanie. Haleluya. Inua mkono wako vizuri mwambie Jehova nitumanie. Ni kwa sababu Yesu ndio yeye aliyeinuliwa. Kwa sababu maandiko yanasema ya kwamba wana wa Israeli walipomtazamia yule nyoka wakapata uponyaji wao. Hata na wewe siku ya leo, inua macho yako mtazamie Jehova, utapata kulingana na mapenzi ya moyo wako katika jina la Yesu. Haleluya. Unapata tu nafasi ya kutrust Mungu, nafasi ya kuinua macho yako katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kitu ambayo Mama Vikia amesema hapa ya kwamba ni hatua ya imani. Na hiyo siku ingine kwa kesha pia tulihubiri about hatua ya imani. Haleluya. Lakini siku ya leo tunasema ya kwamba inua macho yako. Bwana Yesu asifiwe. Inua nini? Uinue macho yako ukaweza kupokea kile ambacho moyo wako unataka katika jina la Yesu. Haleluya. Ngai witũ nĩ egũtwĩka wega, Jesu witũ nĩ arĩtha. Nĩ tondũ korwo nĩ andũ moragia ũrĩa twagĩrĩirwo nĩ gũikara, tũtingĩrĩ haha mũthenya wa ũmũthĩ. Tondũ andũ aingĩ matiendagĩra andũ mawega. Andũ nĩ akĩnyararano, Mwathani agocwo. Andũ nĩ akĩnyararano, andũ nĩ akĩhũthanio. Witũ kuorotanagĩrĩrio. No ũmũthĩ ũyũ rĩ, gũtirĩ mũndũ ũtonaga irathimo cia Ngai maisha-inĩ maitũ. Bwana Yesu asifiwe. Hata wewe siku ya leo Bwana atakutendea, apitishie, yani agũgwĩkĩrĩra, akũihũrĩrĩrie, acoke agũthũngũthĩrie thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Nĩ tondũ gwake kwĩna ũingĩ wa maũndũ mothe. Gwake kwĩna ũingĩ wa maũndũ mothe marĩa twĩciragia matingĩhoteka no mahoteke thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Kĩrĩa twĩkaga nĩ kwaga kũmenya. Na kweli ndamwĩrire ũhoro wa kiugo gĩtagwo kũmenya. Gũtirĩ kĩndũ kĩũru thĩ ĩno na ndangĩmwĩra ta kĩndũ gĩtagwo kũrigwo. Kũrigwo nĩ gũtũmaga mũndũ atũre na thĩna nĩ tondũ ndũĩ. Haujui rights za msalaba. Bwana Yesu asifiwe. Tarĩu ũngĩtũmĩrwo mbia M-Pesa-inĩ yaku wage kũmenya wĩna cio rĩ, na nduma kĩndũ no gũkĩte magũrũ rĩ, si utaenda nyumbani mguu, kwa sababu hauna ufahamu ya kwamba umetumiwa Sasa watu hawajui vile ambavyo inamaanisha nini kwa Yesu kuwa katika msalaba. Kuwa kwa Yesu msalaba inamaanisha ya kwamba hata magonjwa hazifai kutufinyilia. Ni kwa sababu alipitia hayo mateso yote ili sisi tukaweza kukaa maisha mazuri katika jina la Yesu. Haleluya. Arahura guoko uge kuhinyererio tigai riakwa. Arahura moko uge kuhinyererio tigai riakwa. Gũthĩnĩka tigai riakwa. Kĩrathimo nĩkĩo igai riakwa. Abarĩria moko maku na hinya uge ta mũndũ ũramenya nĩ atĩa arauga. Uga kĩrathimo nĩkĩo igai riakwa. Gũtherema nĩkuo igai riakwa. Gũthiĩ na mbere nĩkuo igai riakwa. Gũcoka na thutha ti igai riakwa. Kũiga wĩra ũkaharaga na ti igai riakwa. Niĩ ndĩ mũndũ wa gũtherema nĩ tondũ Jesu mũtharaba-inĩ. Wapi makofi na shangwe na vigelegele mbele za Bwana. Alipitia mateso ili wewe ukaweza kukaa maisha mazuri.
alipitia machungu ili wewe ukaweza kukaa maisha ambayo ni ya baraka. Alipitia matusi ili wewe ukaweza kupata favor katika jina la Yesu. Hali ya kukosa favor, hiyo sio yako katika jina la Yesu. Amen. Inua mkono wako, sema favor ya Mungu niongoze. Nasema window mkono wako, sema favor ya Mungu niongoze. Favor ya Mungu niongoze. Maana Mungu alichukiwa ili sisi tukaweza kupata nini? Favor katika jina la Yesu. Katika makazi yetu favor. Watoto wetu masomoni favor. Kila kitu ambacho tunafanya katika maisha favor. Kwa sababu Yesu alidhulumiwa ili sisi tukaweza kufanya nini? Yaani yeye ni kama ile, kuna wakati maandiko inasema ya kwamba walipokuwa wakijiandaa kutoka katika nchi ya Misri, kuna ile ilikuwa inaitwa Passover. Wangapi wanajua Passover ilikuwa nini? Rawa Kristo doe Passover. Passover yale kemo tugatini. Ndio mkoda mdhoma maandiko. Kwanza hebu kila mtu inua Biblia yako. Inua Biblia yako. Watu wengine wanakujenga kanisa hawana Biblia. Inua Biblia yako, ya Biblia yako. Na ngorodore Bible kuma umothe ugure Biblia. We imekuria kanyama wiki imwe tondu Biblia ni ngiri. Ni ngiri. Biblia ni 1000. Ore Biblia tiguka kanitha te urugamite wate wina ya thimo tigana nayo. Cia thimo ni cia thiorirwo. Ni ukoraga rege uria haha harauga thimo ine hena tundu turahituka. Mugure maandiko. Passover ni hindi iria ni hindi iria ni utuko wa muico. Gukihakwo mirango thakame makiruma ni njemburi. Murango wothe wa Muisiraeli ukahakwo thakame. Nigetha muraika wa kuraga na oka akahituka. Iyo niyo hetagwo, sema Passover. Hallelujah. Iyo Passover inalinganishwa katika maandiko na damu ya Yesu. Wakati ambapo Yesu ameangikwa msalabani na hiyo damu iko katika maisha yako, kila kitu ikikuja inakuruka. Hallelujah. Amen. Mwana ni arogosho. Manena moka maga Passover.